Mara nyingi nikikutana na stories za wanachuo zinakuwa zina matukio makubwa, lakini pia mafunzo yanakuwa makubwa. So tukae tusikie stories za hao wanachuo watatu ambao walikutwa na majanga. Julie na Kate walikuwa wametoka sekondari moja na walikuwa marafiki kule. So wamefika chuoni wakaamua kukaa hostel moja na msichana anaitwa Betty. Betty tangu anafika siku ya kwanza alikuwa ni mtu wa tofauti. Alikuwa na nguo nzuri, alikuwa she was a slay queen. Alikuwa anapendeza sana. Watu wengi walimwadmire including Julie pamoja na Kate. Na kwa sababu walikuwa nakaa hostel moja ilikuwa rahisi kwa wao kuform urafiki. Na katika maongezi hapa na pale Betty akaanza kuambia Julie na Kate kwamba nyie kwa nini mnaishi maisha magumu wakati kuna njia rahisi za kupata pesa. So akawa anaelezea wenzake kwamba yeye ana sponsor ambaye waga ndo anamhudumia kila kitu, anamnunulia nguo, anamnunulia kina kile. Na akasema alikutana naye wapi? Club. So akawa ameconvince Julie pamoja na Kate kwamba twende club siku moja ili na nyinyi mkutane na sponsor wenu. Julie alitokea kwenye familia ya Kikristo ambao walikuwa very serious na mambo ya kanisa. Lakini baada ya kumsikiliza Betty, tamaa ikawa imemwingia. So akawa amekubali kwenda uko club. So usiku ulipofika, Betty akawazima Julie pamoja na Kate nguo zake, akawapamba, wakawa wamekaa vizuri kwa ajili ya kwenda club. Wamefika club. Julie anasema Betty alikuwa mchangamfu, yani alikuwa anaenda huku na kule, anacheza, yani unaona kabisa huyu haya ndo mambo yake. Lakini yeye na Kate kwa sababu walikuwa yani hawajazoea mazingira, wakawa wamekaa sehemu moja wametulia wanashangaa tu. And then huo ndo muda ambao kuna baba akawa amekuja kuwaongelesha. Yule baba akawasalimia vizuri, akasema mmekuja na mtu au mnamsubiri mtu? Akasema no, hapana, tuko peke yetu. Akawakaribisha kwenye meza yao. Akaonyesha meza ambayo alikuwa anawaonyeshia ilikuwa ina vinywaji, yani vimejaa everything. Julie na Kate wakaona okay, hawa watu wanafaa kuwa ma-sponsor ambao Betty alikuwa anawasema. Wakawa wamekubali, wameenda kwenye ile meza, wakawa wamekabidhiwa hivyo vinywaji. Lakini kwa bahati nzuri Julie alikuwa hanywi pombe. Kate alipoona pombe japokuwa hajawahi kunywa akaamua anywe kwa mara ya kwanza. So wamekaa pale na wale wa baba, wamepiga story, wamekunywa, wakaleta chakula, wakala, kila kitu kwa kinaenda vizuri. Betty naye baba wake alikuwa amefika kwa akawa ameenda meza nyingine, akawa amewaacha Kate pamoja na Julie na hao watu wapya. Julie anasema ni wale wa baba alikuwa very respectful, hata story wanazopiga ni story tu za kawaida ambazo anapiga mtu yoyote. Alikuwa haonyeshi zile tamaa za watoto wa kiume. So baadaye kidogo wale wa baba wakawa wamewaalika Julie pamoja na Kate waende kwenye apartment yao, waende wakaendelee kuangalia movies, wapige stories na nini. And Julie na Kate walikuwa na wasiwasi kwamba hawa watu wanataka waende wakalale na sisi. Lakini wa baba wakasema no, tunataka tu kwenda kuwa na company. Wakaambiwa msiogope, mkikaa na sisi muda fulani tutawapa kiasi fulani cha pesa kila mtu. Kusikia hela ambao wenyewe hawajawahi hata ishika, kwa wamekubali, wameingiwa na tamaa. Wakawa wamewafuata wale baba mpaka kwenye apartment yao. Kweli watch movie, wakawa wanapiga story, wanaendelea kunywa pale. Baadaye Kate akasema okay, muda umeenda sana, tunaomba mtupeleke nyumbani. Lakini wale baba wakasema no, sisi tuna chumba hapa kiko extra cha wageni, mnaweza mkalala hapa and then kesho tutarudisha nyumbani. Wakawa wanaingiwa wasiwasi, lakini wale wa baba wakasema hapana, tutawapa funguo, mtajifungia ndani ya chumba kama mnahisi tutawafanya chochote. Like sisi tunataka tu kampani yenu, tumetokea kuwapenda bla bla bla. So wakawa wamepewa maneno ambao like wakaona okay sawa, tunaweza tukakaa, wakawa wameaminishwa. Julie na Kate wakachukua funguo, wakaamua kwenda kulala maana muda ulikuwa umeenda. Walipoingia kwenye kile chumba, kwa sababu tayari eneo la wa baba wameonyesha uaminifu wa hali ya juu, wakaamua wasifunge mlango tu, wakawa wamerudishia, hawakufunga na funguo. Ndio walipolala mida ya saa 9 hivi usiku. Julie anasema kuna kitu tu kilimwambia ashtuke. Aliposhtuka alichokiona mule ndani ya chumba kile, anasema mpaka sasa hivi akifikiria bado anapata ile trauma aliyoipata siku ile. Alipofungua macho aliwakuta wale wa baba wamesimama pembeni ya kitanda chao wanawaangalia hivi. Wamevaa nguo nyekundu zile kama mashuka ya waganga yale, alafu wameshika vibuyu ambavyo vinatoa moshi. Lakini sio hivyo tu, Julie alipoangalia pembeni alimkuta Kate amelala, yuko hoi, haelewi hiki wala kile, lakini juu yake kuna bonge la nyoka. Julie baada ya kuona vile alishtuka, akaanza kupiga kelele and akaanza like anapiga kelele kama anataka akimbie, lakini akawa anasema alishindwa hata kuinuka. Baada ya zile kelele, lile joka ambalo lilikuwa juu ya Kate lilikuwa limemwangalia Julie. Alipomwangalia tu vile akaanza kuomba. Mind you, Julie amekulia kwenye mazingira ya
dini, so anajua jinsi ya kuomba. So akaanza kuomba, anaomba, and baada ya kuomba vile ile joka likawa limegeuka, likashuka, likaondoka juu ya Kate, likawa limeondoka kwenye chumba. And wale wa baba wakawa wameondoka, wamelifuata ile joka. Hawakusema chochote, yani waliondoka yani kama ndoto vile. Alafu sio hivyo tu, walivyotoka kwenye kile chumba wakawa wamechukua funguo, wamewafungia ndani. Kwa hata Julie akitaka kusema atoroke hawezi kutoka ndani ya kile chumba. Baada ya kuna kile kitu ambacho kimemtraumatize kiasi kile, akawa anajaribu kumhamisha Kate ili amwambie kwamba hey, nimeona ABC, like tutafute njia ya kuondoka. Kate alikuwa haamki. Yani kajaribu kila namna kujaribu kumwamsha lakini hakuamka. So ikabidi tu Julie akae pale mpaka asubuhi, sababu kwanza hamna namna ya kukimbia, pili hawezi kumwacha rafiki yake, tatu wako kwenye apartment yani kama floor ya 4. So hata akisema aruke nje ya dirisha atadondoka sehemu ambayo itamdhuru. So kama tu kukaa mpaka asubuhi. Asubuhi ilipofika wale baba wakaja kama kawaida, wakawa wanajifanya wanagonga, wakafungua mlango. Walipofungua Kate, walivyogonga tu vile Kate ndo kuamka. Alipoamka akaenda akawafungulia, akawa na chat nao, hey vipi, mmelala salama? Hey tumelala salama, bila kujua kilichotokea usiku. Hapo Julie amekaa kitandani like anaogopa hata kusema chochote, kwa sababu anaogopa wasije wakamdhuru, kwa sababu anataka kuongea. Wala baba wakawaambia Kate na Julie kwamba jiandaeni, tumeandaa breakfast na nini, and then wakawa wametoa bunda la hela, wakawa wamempa Kate kwamba wagawane hizo hela ambazo waliwaahidi jana. Wala baba walipoondoka, Julie akamwambia Kate kwamba naomba usichukue hizo hela, nitakuelezea kilichotokea. Lakini Kate akasema huyu vipi, yani nisichukue hela ambayo nimepewa bure, like sijafanya chochote, like are you serious? Lakini Julie akasema usichukue hiyo hela, usiku kuna kitu kilitokea ambacho like sio kizuri. Lakini Kate akasema wewe utakuwa tu unaoga zako. Julie akaamua kwamba avae nguo aondoke, asikae hata kwa ajili hiyo breakfast. Lakini Kate akaamua okay, ngoja nikae na hao watu ninywe breakfast and then niende hostel. Julie alivyoondoka kufika hostel akawa anatetemeka, akawa anawaambia watu kilichotokea, akawa alimkuta yule rafiki yake Betty pamoja na wadada wengine kwenye ndani ya chumba chao, ndio akawa anaelezea kwamba kimetokea ABC, like siamini tumetoka salama. Mpaka anataka kulia kwamba nilikuwa namwambia Kate tuondoke, lakini alikuwa hanisikilizi kwa sababu kapewa hela, and then akasema yeye anataka akae anywe breakfast na hao watu. So baada ya wenzake kusikia kwamba Kate yupo amemwacha, na mimi Julie kamwacha Kate kwa hao baba, wanaweza kumfanya kitu kibaya. So katika kujiandaa ile waende wakamfuate pamoja, Kate akawa anaingia hostel, anaingia na furaha zake mwenyewe, kabeba bunda lake la pesa, anasema like kwa nini uliondoka, kwa nini ukutaka kukaa kwa ajili ya breakfast, wale watu walikuwa wazuri bla bla bla. Kate akamwambia Julie, nilitaka nikwambie lakini nilikuwa naogopa kukuambia ndani ya ile nyumba, wale watu sio wazuri, kilichotokea mle ndani. Lakini Kate akasema ngoja niende nikaoge kwanza and then nitakuja ili unielezee kilichotokea. So Kate kaingia bafuni kwenda kuoga, and huku Julie anamsubiri ile amuelezee mwenzie kwamba ulivyolala kilitokea ABC hivi na hivi. Wamesubiri pale almost kama saa zima, alikuwa anakaribia kukata. Julie akasema mbona aogagi haraka, aogagi muda mrefu hivi, kuna nini? Kuinuka kwenda kuangalia ndani ya bafu alichokikuta mule ndani. Wakati akielekea bafuni alikuwa anamuita Kate, lakini Kate haitiki. Alipofika kwenye mlango wa bafuni, kufungua tu ile mlango, anakutana na kichwa cha Kate kimelala chini, yani mwili wake umedondoka chini. Yani amedondoka chini, damu zinatoka puani, zinatoka mdomoni, zinatoka kwenye macho, kwenye masikio, yani sehemu yoyote yenye uwazi. Akawa amepiga kelele, ndio watu kukusanyika, hey imetokea nini? Akawa wanaelezea tu kwamba tumemkuta alikuwa amekuja bafuni and then tumemkuta amedondoka tu hivi, hatujui kilichotokea. Ndio akaenda kuripoti kwenye uongozi wa chuo kufuatilia ile nyumba ambao walienda, wakakuta kumbe tu ilikuwa ni apartment imerentiwa, ni Airbnb. Watu waliofanya kile kitendo hawaonekani. So hii ikawa story kubwa, na Julie akawa anasema huenda maombi ya wazazi wake yalimuokoa siku ile, ndio akamfanya aamke, kwanza asinywe pombe, pili aamke wakati tukio linaendelea, ili naye asipate fate moja pamoja na Kate. Hakuna hela ya bure hii dunia jamani. There is no free money. Every money you pay for it.